Ndugu yangu, mbona unaonekana na furaha sana? Unaonekana una habari njema. Dada, juzi kuna jambo limenitokea, wala sikutarajia kabisa dada. Sema ukweli. Niambie kulikoni? Nilikwenda pharmacy kuchukua dawa, lakini huko nilikutana na nesi mmoja, mtoto mzuri sana, anaitwa Rahma. Hatari. Yaani dada, wewe acha tu. Mtoto yani kanyooka, mtoto rula. Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Bwana, au tali ushaingia kwenye dimu la mapenzi? Sijui ni kwa nini, lakini kiukweli dadangu Mashu, mimi nimevutiwa naye sana. Yaani nimemuelewa. Haki ya Mungu. Kumbe ndo mpango wako ule. Nataka nifanye kila kitu kwa heshima. Sihitaji kurupuka kama zamani dadangu. Kikweli napenda sana kusikia hili. Kwa vile unafanya kazi na unajituma, basi sawa. Kwangu hamna shida. Ila nafikiria kumfuata kwenda kumweleza hisia zangu juu yake. Sijui kama atanielewa. Cha msingi, usiache kazi zako kisa mapenzi. Utanikwaza sana. Usiwe na wasiwasi. Kazi ndio kipaumbele changu mimi. Haya mengine yatakuja ndo taratibu. Mashu. Nakuombea kwa Mwenyezi Mungu mdogo wangu. Huyo namtaka mbaki kuwa hivyo hivyo maisha yenu yote. Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Oh बेवफा, ये क्या किया? उsaliti wako unaniua, मेरा दिल तोड़ा, क्यों छोड़ा? machozi yangu ni juu yako, doka usaliti. झूठे थे तेरे वादे, झूठी तेरी कसमें, प्यार के नाम पे दे दी मुझे रस्में। अंधेरा है अब मेरी इन रातों में, दर्द ही दर्द है। Kila siku nakuwaza wewe, moyo wangu unadunda kwako tu. Nipe nafasi nionyeshe pendo, sura yako inang'aa gizani. Mbona simu zako zimekuwa nyingi sana wewe? Mpaka najiuliza kuna nini, nikasema ngoja nije. Hebu niambie kuna nini ndugu yangu? Mwanangu, simu lazima ziwe nyingi.
Na kitu kimenika hapa, kimenika rohoni, ndio maana nimekusumbua sana kupigia simu. Kitu gani kwa ndugu yangu, hebu niambie tushare wote kwanza furaha yake. Nakujua sana bwana Mikidadi. Mimi mwanangu sasa hivi sitaki kusikia habari za Irene. Simtaki kabisa katika masikio yangu msikia. Uongo. Huo ni uongo. Mimi nakujua wewe. Yaani Irene, mtoto alivyokuwa mzuri vile anakuchanganya ndugu yangu. Huo uongo. Sikiliza sasa. Nina chombo kipya. Hebu niambie kwanza, chombo iko nani? Si yule Rahma. Rahma. Kale kapini kazuri kale. Rahma huyu unamjua mimi au kuna mwingine? Yule unamjua wewe, yule daktari. Ndio tayari mimi nishaingia penzini naye, yani nimetoka kumuelewa vibaya mno. Wewe utamwezaje? Unajua yule msomi. Alafu mimi na wewe kama unavyojua mwenzetu Kayumba pale tumesoma wote bwana. Utampa nini yule? Angalia ujue wasome wajanja watakutapeli kibanda cha ulisi hicho utauza. Hiki mimi siwezi kuuza. Mimi ndo nakwambia mapenzi hayako hivyo. Ila hutoamini mwanangu. Yule mtoto anaingia katika mkono wangu naoa au kunipikia ugali. Mazal umeamua mwenyewe. Mimi siwezi kupinga ndugu yangu. Mimi na nini? Ila sema kikubwa kishapiga ndoa. Mimi kama kawaida nitakuwa na tembelea hapa kupiga mazingira fulani. We. Nikifanikiwa, mwanangu nataka nikuone unaishia kule, sikutaki nikuone hapa kwangu. Yes, wewe ubaya huu. Ubaya nini wakati mimi nakuwa taisha oa? Sasa ukioa si nitakuja wote hapa kula. Unaanza mambo yako hapo. Mimi mzo hapa mkungu. Wewe nini wewe babu? Hapo kwenye kula hapo. Wewe ubaya. Sasa nikuulize swali. Niulize. Wewe yule ndio unafukuzia au tayari mshakuwa wapenzi? Mimi mwanangu ndio nipo katika michakato hiyo. Yaani nipo katika michakato hiyo, yani muda si mrefu na kichukua chombo na kitia ndani. Hapo nimekuelewa. Sema bwana Kennedy, mimi nakujua. Usije ukaanza mambo yako ya ajabu. Kama ipi? Wewe unajua kwa sababu nakwambia hivi. Hizo habari nilishaacha kitambo na wala sina time nazo kabisa. Usichokijua. Mimi kitu kilikuwa kinaniumiza sana moyoni. Sawa, dada yako mimi ashawahi kuniita na akaniambia kabisa bwana, huyu rafiki yako hata kikazi, hata kufanya kujishughulisha na shughuli yoyote, yeye muda wote Irene ongea naye, sio hivi na hivi. Mimi nilikuwa napata lawama kwa dadako. Nilikuwa napata lawama sana. Wewe mwanangu yule mtoto mwanangu kiukweli kanisumbua. Vizuri. Kwa sababu gani? Wambea sasa hivi ni wingi. Naogopa sana mtu mbea. Wambea hawafai, sawa? Kweli mwanangu. Lazima tukae nao mbali. Tuwapige vita wambea ili penzi lidumu. Au sio? Penzi lishamili. Mahaba hayo ndindi. Na ukishatulia na huyo mama wako watoto wako, mimi na hakika kabisa Irene ndio utamsahau na yeye ndo atakayeumia roho. Alafu vile yani katika moyo wangu sasa hivi nimetoka kabisa kumsahau kabisa ili hata awepo hapo mzuka naye sina. Lakini kichombo cha sasa hivi Rahma hiki. Oya, nitamwangaya mtu kwenye shingo. Rahma, wapo vipi mtoto mzuri? Salama Kennedy, niambie. Nimekuja kukupa taarifa ambayo nadhani wewe inapaswa kujua mapema sana. Nasikia Mikidadi anakutaka kimapenzi. Hivi kwani unafahamu hilo? Kweli? Huyo Mikidadi ndo ananitaka mimi? Unamaanisha? Lakini nitashangaa sana kwa mtu mwenye elimu na malengo kama wewe kumkubali mtu ambaye hana elimu wala malengo yote. Hii bwana itanishangaza sana. Atakuwa amerogwa huyo. Maana nafikiri mimi ni wa bei rahisi. Ongera Rahma. Hayo maneno ya kishujaa na mazuri kwako. Ndio kwa nataka kuyasikia. Na kingine, si kila anayesema ananipenda basi nitamkubalia. Basi sawa. Maana yule bwana alishawahi kuachwa na mwanamke mwingine kwa sababu ya tabia zake hizo za ukatili. Sio mtu kabisa yule. Fikiria mara mbili maamuzi yako. Mimi nakukubali wewe. Una mambo ya kijinga. Kataa kabisa yule. Ana maana. Mimi naangalia tabia ya mtu, heshima na maisha yake. Na wala si maneno matupu. Tena fikiria mara mbili kabla kumwamini. Yule hafai. Mimi rafiki yangu lakini si mtu kabisa yule. Kila mtu ana historia yake, lakini mimi sifanyi maamuzi kwa haraka. Hata hivyo, mimi nilikwambia tu ili uwe makini. Usije baadaye ukajutia maamuzi yako. Yule sio. Basi sawa, asante kwa kunipa taarifa. Kwanza kuwa makini. Tena fikiria kwa mara mbili. Yule bwana ni mkatili. Mimi rafiki yangu mkatili alikuwa anampiga wewe hadi unasikia piga makofi, piga mabao. Yaani mpaka napigiwa simu mimi saa 8 za usiku. Ukimkubalia. Mimi siko sumbufu.
niko mbali na nyinyi, sitaki kusema tatizo. Ni mbaya yule. Kumbe ni mkatili namna hiyo? Hapana, si rahisi mimi kumkubalia. Kuonga tu kwanza 300. Ndio hela anaacha nyumbani asubuhi vitafunwa. Wewe utaiweza? Wewe msomi bwana, hebu kuwa makini, fikiria 300. Sio kumkubalia yule katili. Afai kabisa. Unapoona weusi ule, basi na roho yake ni hivyo hivyo. Fai kabisa. Samahani wa kusimamisha. Nilikuwa na jambo muda mrefu. Leo nimepata nafasi, naomba niitumie kwako. Sawa, sema nakusikiliza. Ukweli ni kwamba mimi nakupenda. Kila nikikuona moyo wangu unafurahi sana. We, unamaanisha unanitaka mimi kimapenzi? Ningependa unipe nafasi ili tuanze mahusiano kati yangu mimi na wewe. Samahani, hilo haliwezekani. Mimi siwezi kuwa na wewe. Kwa nini Rahma? Au nimeukosea nini? Nimeambiwa una tabia chafu ya kupiga wanawake. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na wewe. Eti nini? Hayo maneno umeambiwa na nani? Aliyeniambia si muhimu. Muhimu, siwezi kuhatarisha maisha yangu. Mbona mimi siko hivyo kabisa? Samahani baba, uamuzi wangu umefika mwisho. Lakini nipe nafasi nijieleze. Usinihukumu kwa maneno ya watu. Siwezi kuendelea na mazungumzo haya. Basi angalau niambie nani alikwambia hayo maneno. Sitamtaja, ila naomba uheshimu maamuzi yangu. Huo ndio ukweli wa moyo wangu. Mtu mwenyewe kafu. Unaonga 300. Mimi sio bei rahisi wewe. Mimi naonga 300? Sawa Rahma. Asante.